Mimi naamini kupitia kesi iliyofunguliwa hivi karibuni baada ya kuenguliwa kwamba tutapata ushindi na tuliache mahakama ifanye vizuri, lakini tuna uhakika kwamba kinachofanyika ni siasa za majitaka. Luhaga na sifa zote za kuwa mgombea urais, tusubiri tafsiri ya mahakama inasemaje. Sawa, turudi kwako wewe kwa jimbo lako la Ukonga, tusizungumzie masuala ambayo yako nje ya jimbo letu. Ni sahihi. Kwa nini unagombea nafasi? Nagombea nafasi ya ubunge. Nikwambia hapa hatujanufaika na mbunge anaweza kudai. Unajua watu wa jimbo la Ukonga ni kama tulipata bahati fulani hivi. Lakini inawezekana tupata mtu sahihi. Huyu anayemaliza muda wake alipata kuwa meya wa manispaa ya Ilala. Akitokea kata ya Gongo la Mboto. Mimi ni Muislamu na miji miwili. Nina kata ya Gongo la Mboto naishi pale na nina kata ya Pugu pia naishi pale. Kwa hiyo huyu mgombea wa ubunge anayerudia sasa hivi anataka kurudia, tulibahatika kuwa diwani wetu wa kata yetu ya Gongo la Mboto kwa miaka mitano ya kwanza, ambayo baadaye akaja kuwa naibu meya. Na bahati mbaya ikapita miaka mitano hajanufaika. Ikaja miaka mitano ya pili akagombea tena udiwani akapata, akawa meya kabisa. Meya kwa lugha nyepesi ndio mwenye mji wake. Yaani baba mwenye nyumba ama mama mwenye nyumba ambaye ana kila kitu. Na meya kiutendaji ana fursa kubwa kuliko mbunge. Kwa sababu meya ana bajeti yake binafsi na ana baraza lake la madiwani na kupanga mipango yake. Kwa hiyo sasa unakuta kwamba alipokuwa meya sisi watu wa kata ya Gongo la Mboto na jimbo zima kwa ujumla, ambayo yeye alikuwa ni mkubwa wetu kwenye mambo ya huduma ya kijamii, hakuna ambalo tunaweza kusema leo hii. Unajua binadamu kufa ni sehemu ya sifa zetu, sio Kwa hiyo ambayo tunaweza kama sasa leo mgombea ubunge wa Chama cha Mapinduzi kwamba akifa watu wa kata ya Ukonga tutasema ametuachia hiki, hatuna. Kama ambavyo leo alibahatika kawa mbunge na akapata waziri wa ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi. Lakini leo pia akifa hakuna anachoweza kusema hadharani kwamba hiki tu tumenufaika nayo. Sasa sisi kama watu wa Ukonga na hasa watu wa Gongo la Mboto ambao tunamjua vizuri, tulazimika tujipange kwa kwamba huyu bwana mdogo asirudie tena, kwa sababu hajui ihsani. Na hiyo inatokana na nini? Maisha yake na sisi watu na wengine tofauti. Sisi tunaishi maisha yetu ya kawaida, na maisha ambayo tunasema ya hali ya chini. Nadhani tunajuana watu wa mtaani au Swahili tunavyoishi ushirikiano. Yule ndugu yetu yani miaka mitano imepita hakupata nafasi ya kuja kutusikiliza. Kama unavyojua kuna binadamu anajua kila jambo. Tulitarajia kwamba baada ya kumchagua angerudi sasa mtaani kukutana na sisi wadau, tukashauriana, na pale ambapo anahisi alikuwa anakwama, unaweza kumta mtu hana hela kabisa, maisha yake ya dunia kuunga, lakini Mungu amemjalia akili na ushauri mzuri. Sasa okay fine, wewe una hela zako, sawa, una cheo, umekwama, njoo kwa watu. Kwa hiyo hayo ni mambo ambayo yamesababisha sisi tujikule tunabaki nyuma. Na kwa mfano hayo ni mitatu tu. Unaona huu mradi wa SGR, huu mradi haukuanzia jimbo la Ukonga. Huu mradi umeanzia jimbo la Ilala, ukaja jimbo la Segerea, ndio kaingia Ukonga, si ndio? Ukitoka Ilala, Segerea hadi inapoanzia jimbo la Ukonga pale magereza. Hao wenzetu wana vivuko, yani wana sehemu ya kupita madaraja ya juu yani. Sawa Lakini ukigusa jimbo la Ukonga tu, huwezi kuamini comrade. Tunapita kwenye makalavati. Hatuna daraja kuanzia pale kwa jimbo linapoanzia hadi Pugu station. Lakini unajua tukijaribu kuangalia jiografia pale, tuseme tuweke daraja la juu ama flyover. Tunaweka wapi pale ambapo kuna msongamano? Kwa sababu kutoka pale Ukonga pale magereza Mombasa, Gongo la Mboto mwisho wa lami na sekondari Pugu, ndio Pugu kona. Sioni kama kuna sehemu ambayo kidogo ina msongamano ambayo inataka tuweke barabara ya juu. Kwanza fahamu miradi yote ya barabara ama ya umma lazima iangalie maslahi ya umma pia. Eneo kama la Mombasa, angalia ule umbali pale. Mombasa kwa nyuma kule kuna ndio inakuunga Segerea kule. Sawa Na kuendelea polisi, kituo cha polisi Takshari. Na watu kuendelea kwenda vitongoji vya kule. Sivyo? Pale kuna watu wengi sana. Watu ni wengi. Njia tunayotumia pale ni kupita kwenye karavati ambalo kama lina upana mkubwa ni kama 3 hadi 5. Kwa hiyo watu haijalishi wawe milioni ama wawe watu 300. Midhali kule kuna makazi ya watu wengi wanaolipa kodi. Ilipachwa mbunge wetu atuwakilishe kuhakikisha kwamba tunapata kivuko kama ambavyo watu wanapita Vingunguti, kama ambavyo watu wanapita airport, kama ambavyo watu wanapita majumba sita. Umeelewa Ni Tanzania ni wale wale. Sitakiwa tunufaike yani watu wa jimbo la Ukonga. Kwanza ukizingatia kwamba tuna waziri ambaye kwa waziri nyumba na maendeleo ya makazi. Ni mtu mkubwa sana.
Lakini swala kidogo la mgogoro wa ardhi. Kumekuwa na changamoto za watu ambao wanakuwa na migogoro mbalimbali ya ardhi. Na nilikuona kwenye nadhani mwaka jana kama kumbukumbu zangu ziko vizuri. Kama sio mwaka jana basi miezi 13 14 imepita. Gongo la Mboto. Kulikuwa na sehemu ya parking kama bajaji na michoro mikali sana na je. Sasa tunawahakikishia vipi wa Tanzania hasa kwa jimbo la Ukonga endapo utapata bidhaa kuweza kufikia wao kadhia kama ile haitatokea. Sababu inasemekana eneo halikuwa na mmiliki. Na kidogo kuna mushkeli zilitokea hapa nadhani tunafahamu. Ni kweli kwa sababu pengine muda utakuwa sio mrefu sana. Lakini kwanza nawaambia wananchi waingie kwenye simu janja waandike tu pale Shingo na Jerry, wataona hali halisi. Mimi pale ni mpangaji, hakuna ardhi ya serikali katika maeneo ya makazi holela, hicho kitu hakipo. Na ndani ya Dar es Salaam hakuna eneo lisilokuwa na mwenyewe. Kwa hiyo ni lugha rahisi nasema waziri alituongopea, yani simungunyi maneno kwamba hili eneo brother, simungunyi maneno. Gongo la Mboto ni eneo la makazi holela. Eneo lile liko ndani ya katikati ya mji, haliko porini. Eneo lile na mwenyewe, na hata halmashauri ya manispaa Ilala ilipokuwa inapitisha mradi wa DMDP nilimlipa mwenyewe. Ila huyu bwana mdogo kwa sababu mimi nimeanza kumwambia ukweli kitambo kwamba hatoshi. Kwa hiyo ndio maana utakuta kwamba eneo mimi pale ni mpangaji na mimi pale nilikuwa mfanyabiashara, ninalipa kodi serikalini, nalipa kodi, nalipa na leseni ya biashara. Alichokifanya yeye wala sio, alichokifanya sio waziri. Alichokifanya ni nje ya majukumu ya kiwaziri. Alichokifanya ni nje ya majukumu ya ubunge. Alichokifanya ni kitu binafsi. Tuongelee maendeleo hasa kwa upande wa miundombinu. Tunafahamu wakazi wa kule wanaanza kabisa ya usafiri. Ukiwa shahidi kutoka Chanika asubuhi saa 11 kuja huko mjini. Zile gari kubwa zile tata na licha zile jaza sana. Tuanzie hapo Ubongo barabara kule nadhani ni mwenyeji sana msha kule barabara zina changamoto nyingi zimechimbika na barabara tamu zimeishia Maliasili. Kama kumbukumbu zangu ziko sana zinaishia pale Maliasili. Kuanzia sekondari kule kidogo kisha kata kumkona bali na kwa rais kule kidogo fresh kwenda kule tuanzia wewe utafanya nini ili kuhakikisha hii ndio inakwenda sawa sana hapa Tanzania kwa sababu ni kweli. Kitu ambacho naweza kukifanya, unajua unapokuwa mbunge, tena mbunge unayejitambua kama mwakilishi wa wananchi, ni kufikisha kero za wananchi kwenye serikali ili serikali isikie. Bahati mbaya yale alikuwa miaka 5 iliyopita tulimsikia mbunge wetu akizungumzia habari ya kuongeza shilingi 100 kwenye mafuta. Hatukumsikia akizungumzia karaha ya barabara. Kwa hiyo kwa sababu mimi naishi maisha hayo. Unaona hii barabara ya Lamu unayozungumza. Unaona ilivyo mbovu. Ukitoka Pugu Kigogo pale kuelekea kule ni eneo kama la bonde. Sasa kule ukaenda Kinyamwezi, ukaenda Buyuni, ukaenda mbele kule Zingiziwa Chanika yake. Huku pembeni huku msimu wa mvua ni kama watu wako baharini. Simama vizuri. Sasa kama tuna mbunge, kwanza tujue mbunge wetu hakai jimbo la Ukonga. Hilo lazima utambue. Kwa hiyo haishi maisha yetu tunayoishi sisi. Haishi maisha yetu, kwa hiyo shida zetu pia hazijui. Hakai jimboni kwetu. Huyu anagombea Chama cha Mapinduzi. Na hajawahi baada ya kuhama miaka mingi iliyopita hajarudi. Hana nafasi ya kutembea na kukutana na wananchi wake. Hizi changamoto zetu hawezi kuzijua. Mimi nazijua kwa sababu naziishi humo. Kwa hiyo moja ya majukumu, miongoni mwa majukumu ni kuhakikisha kwamba serikali kwamba inapata taarifa kutoka kwa mtu sahihi ambaye ni mimi Shingo Bakari. Lakini hapo ni kwamba hata kama yeye afiki, lakini si kuna madiwani ambao inabidi anakutana na madiwani kwamba kila mmoja anamfikishia kwamba kata fulani na shida fulani naye anaenda kuwasilisha. Kwanza ingekuwa yote anaweza kufanya diwani, tusingekuwa na sababu ya kuna mbunge. Hicho kingekuwa. Unanisikia vizuri? Kama hoja ni madiwani, mbunge wa nini? Hilo jambo la kwanza. Lakini jambo la pili, diwani na mbunge hizi ni kazi mbili tofauti. Diwani na baraza la madiwani kwa mujibu wa mabadiliko ya nafikiri sheria ile ya wakati wa Mzee Magufuli aliunda chombo kinachoitwa TARURA. Kwa hiyo kile chombo kilipoka ama kilichukua ile mamlaka ya halmashauri kujadili ama kufikiria mambo ya uboreshaji wa barabara. Ikapelekwa serikali kuu. Unapozungumzia habari ya TARURA moja kwa moja unazungumzia habari ya mbunge. Sasa ndio ngazi ya kisema unaona alivyo.
diwani, baraza la madiwani au madiwani kupitia kitengo chao kidogo kipo kwa ajili ya kupokea kero za barabara, wanaweza kufanya wajibu wao kupitia kitengo chao kidogo kile ili kupeleka mamlaka yenye dhamana ya utengenezaji wa barabara. Lakini huyu mbunge pia ndio sehemu yake. Kwa hiyo bila diwani asifikishe, lakini mbunge ulikuwa ni wajibu wake wa moja kwa moja. Hii habari ya barabara toka nimeanza kampeni, huwezi kuamini sasa hivi ndio wanafanya kuaga kifusi yani. Yaani wanatugeuza si watu wa jimbo la Ukonga, si mazuzu, si mapoyoyo. Yaani kwamba hivi vitu walikuwa vifanye zamani kama ilikuwa ni nje. Lakini sasa hivi wanaona sasa tunawapiga kwenye mchono, wanakuja kumwaga kifusi. Kitafsiri kisheria, hii ni rushwa. Ni rushwa, na Watanzania ama watu wa jimbo la Ukonga wasitudanganye. Mimi ninavyotambua wote tunaishi Uswahilini. Sijui kama nyinyi wenzangu labda mtoka watu wa Matawi. Tunajua kisa cha panya, si ndio panya ukiwa umelala wana tabia kuja kuangua miguu. Watu wote wa Uswahilini na mambo tunayajua. Na ukistuka anafanyaje panya? Hivi ndio maana yake amekuwa mwema. Na kero ya mwendokasi wewe haikusumbui kwa sababu nitatolea mfano kwa jimbo ambalo sio la Ukonga ili uweze kuelewa. Naam. Kwa kwenda Mbagala mwaka jana waliweka serikali kwa madarakani na waliweka mwendokasi ukatumika kipindi cha Sabasaba. Sabasaba ilivyoisha tukaondoka. Lakini mpaka sasa hivi tuliambiwa mwezi wa 9 mwezi huu wa 9 mwendokasi unafanya kazi Mbagala. Lakini mpaka sasa hivi kwa sababu wamezitoa haufanyi kazi. Tuje hii adha tulilete kwenye jimbo lako la Ukonga. Barabara za mwendokasi zinajengwa. Lakini uendelezaji wake kidogo mziki nao. Wewe ndipo utapata nafasi ya kuwatumikia wananchi wa Ukonga. Kipaumbele chako kwenye hii sekta kipo kama wewe hauna masuala hayo? Mimi kwanza hii barabara mwendokasi kwanza nakubaliana na mradi ule, ni uwekezaji mzuri. Lakini kabla hatujafikia changamoto za usafiri, zipo changamoto ambazo ni za msingi sana ambazo zimesahaulika. Na utaratibu ni ule, ni kwa sababu tunamwakilisha mbona tutembelei. Hii barabara tukichukulia kipande cha Maliasili, tuanzie Maliasili. Kutoka pale unapojenga kituo, ukiwa unarudi Gongo la Mboto kama unakuja mjini, kuna makaburi upande wa kushoto. Maji yameelekezwa kupita kwenye karavati pale, mtengeneza karavati chini, yanaelekea upande wa kulia. Kule yalikoelekea inapeleka maafa kwenye makazi ya watu. Yaani maji ni mengi, nyumba zetu kule, nyumba za jamaa zetu, ndugu zetu pale, wakati wa mvua ni kama zinazama. Yaani maji yanaingia hadi ndani. Yaani unashtuka maji yanaingia kwa sababu ya wingi. Maana yake ni kwamba miundombinu hawakuitengeneza inavyopaswa kutengenezwa. Lakini ukitoka tu hapo ukasogea hapa mbele kuna msikiti wa mashine ya maji pale. Baada ya kupita msikiti mkubwa unaofuata. Pia pale pana changamoto, kuna kituo cha mafuta na ule msikiti. Pale pia msimu wa mvua maji yanajaa, yanayotoka huko yanapita pale, yanaingia kwenye makazi yetu pia. Lakini ukitoka hapo ukaja sehemu wanaita Mombasa pale kuna makaburi pande kulia. Pale napo kuna karabati wametengeneza. Sasa ukiwa unatoka Gongo la Mboto unakuja mjini unakuwa kama unatemka. Unapotemka maji pia yanajaa pale, yanachepuka yanaingia kwenye makazi. Kwa hiyo ndugu zangu, wakati wa msimu wa mvua kule ni msiba. Yaani changamoto sana. Sawa, una nafasi ya kuweza kutuandikia na ujumbe wako tutasoma baadaye. Ni 0772 59 79 95. Kama umejiunga nasi kwa muda huu, sauti unayosikiliza hapa ni Gervas Patrick, mwongozaji wa kipindi, lakini pia niko na Mr. Bakari Shingo, mgombea wa ubunge jimbo la Ukonga kwa tiketi ya chama cha ACT Wazalendo. Tumezungumzia masuala mengi sana, lakini hapa tunataka kuzungumzia swala la miundombinu. Na hapa tuame kidogo tuje kwenye sekta ya elimu. Hakuna shida. Sekta ya elimu kwako unaipa kipaumbele kwa asilimia gani? Kwa sababu tunafahamu ya kwamba madarasa sasa hivi wanafunzi wanakuwa wengi sana, licha ya kwamba kama hauingii ndani mashuleni huwa unaishia kuona wanafunzi kwenye daladala wanasinzia, unaonea huruma. Lakini ukienda ndani mashuleni, maisha wanayoishi kule mashuleni, kidogo serikali imejitahidi, lakini kuna namna bado tunatamani iwe bora zaidi. Wanafunzi wa darasani wanajaa, wanakuwa wengi sana, miundombinu ya kukalia, kusomea. Tunapongeza jitihada zilizofanywa na serikali zilizopita, lakini tunatamani iwe bora zaidi. Kwako ni wewe. Kwanza nikwambie kitu kimoja. Hakuna jitihada ya maana iliyofanyika kwenye uwekezaji wa shule. Shule nilizosoma mimi, kwa mfano shule nilisoma mimi, shule ya msingi Kipamba. Mimi natoka Ujiji. Darasa tulokaa, darasa letu sisi tulikuwa 43. Sawa na madarasa mengine walikuwa kizidi 43 wakifika 60 walikuwa wanapunguzwa. Simuelewe? Na ukumbuke kipindi kile cha Mwalimu Nyerere ndio tumetoka kwenye utawala wa Uingereza.
Simuelewa vizuri eh? Sasa tuje sasa. Nini kichofuata? Na wakati ule wadogo zangu mnaweza msiamini, tulikuwa tunakunywa shuleni uji mzuri bure. Tulikuwa tunapata, ukijisikia homa, ukijihisi una homa, kuna daktari shuleni anakusikiliza kabla hujapewa fomu maalum au barua maalum kwenda hospitali. Lakini asali tulikuwa tunajitegemea, nakumbuka. Ila vitabu vilikuwa vinabaki, yani ni vingi hadi vinarudishwa, sawa, lakini tulikuwa tunapewa madaftari. Madaftari unaenda kuripoti tu kwa kilanja wako wa mwalimu wa darasa, unaweka mezani, analetea limejaa na saini, unakwenda store unapewa daftari bure. Sasa hivi na hapo ndio tumetoka kwenye utawala wa Muingereza tunakuja kwa Mwalimu Nyerere. Sasa hivi hivyo vitu vyote havipo. Na kilichoongezeka, unakuta darasa moja linatakiwa liwe na wanafunzi 45 na wasiozidi 60, lakini unakuta na wanafunzi 100 hadi 120. Lakini ile chumba chenyewe unakuta zaidi ya 70% kina vumbi. Simuelewa vizuri? Au akina madirisha yale mazuri. Sasa tunazungumzia jimbo langu ambalo nalijua vizuri. Majimbo mengine maumbile yanafanana, shida zinafanana. Kwa hiyo tunazungumzia kuonesha kwamba ninazungumzia kitu ambacho nakijua. Mimi nimewahi kuwa mwenyekiti wa mtaa Gongo la Mboto miaka 5. Nimewahi kuona changamoto. Sasa unakuta hivi vitu vyote ni kwamba Chama cha Mapinduzi kimeshindwa. Unajua wakati wa Mwalimu Nyerere, mimi ni muumini wa jamaa. Sina naamini kwenye kushare keki yetu tugawane kwa pamoja. Wakati wa Mwalimu Nyerere hatukuwa na matumizi ya kifahari ya serikali kama sasa. Sasa hivi serikali na watu wa serikali wanashindana kujenga majengo makubwa ya kifahari, wanashindana kununua magari makubwa ya kifahari. Wakati kikawaida waitakiwa waangalie kwanza wananchi wao. Nitatoa mfano mzuri. Baba mwenye gari zuri la kifahari anayeondoka kwenda kazini, ambapo tunachukua ndio serikali, na watoto wanaoenda shuleni wakiwa peku na maisha ni magumu. Unafikiri ni yupi baba bora? Anaweza kuwa baba bora namna hiyo? Maana yake kwamba tuna serikali ambayo haitujali. Kwa hiyo hatuna sababu ya kuisupport. Hii maana tatizo tunalijua. Nazungumza hii kuonyesha kwamba tatizo tunalijua. Sasa hapa ngoja. Tunailaumu serikali, tunamlaumu mbunge kwa kutopeleka shida za wanaokonga serikalini. Tunalaumu wote kwa sababu mbunge tuliokuwa naye anatokana na Chama cha Mapinduzi. Serikali tulionayo ni mali ya Chama cha Mapinduzi. Kwanza tufahamu hapo. Kuna watu wajui. Serikali tulionayo ni mali ya Chama cha Mapinduzi. Na hatujawahi kukaa kwenye kituturi kuchagua serikali. Brother, mwewe kuchagua serikali? So, na katiba yetu inasema kwamba chama kitachokuwa na wabunge wengi ndio cha kufanyaje? Sasa mimi mtu asitise hiyo serikali ni usini. Nadhani nimeeleweka vizuri Sasa nataka tutambue. Kwa hiyo tunamlaumu mbunge kwa sababu anatokana na chama kichounda serikali. Lakini tunamlaumu mbunge kwa sababu majukumu ya mbunge pamoja na mengine ni kiranja wa serikali. Yaani anaisimamia serikali. Ndio maana serikali ikiwa na mipango inamfuata mbunge ama inawafuata wabunge na mipango yake mezani na kwenda kuomba. Itapokuwa inaenda kuomba, maana yake ni kwamba mbunge anatakiwa fanyaje? Ama wabunge waikague ile miradi na wasimamie. Kwa hiyo unakuta shida ni sisi iko hapo. Kwamba tuna wabunge ambao walio karibu wote yani ni mabunge goigoi. Na utatafsiri kwamba CAG analeta taarifa ya ubadhirifu wa pesa. Bunge baada ya kusimamia serikali, bunge linacheka. Yaani awamu ya kwanza, awamu ya pili. Unaona vitu Kwa sisi wachawi wetu, sisi ni hao wawakilishi wetu. Kwa hiyo natoa wito kwa wananchi wa jimbo la Ukonga na Tanzania kwa jumla. Wawakilishi wetu wanaotokana na Chama cha Mapinduzi wamedorora katika kipindi cha miaka 5. Wameshindwa kutueleza kwamba hao wenzao, kwa sababu CAG anaposema matumizi mabaya kwenye mashirika ya umma na serikalini, anaizungumzia serikali ya Chama cha Mapinduzi. Na Chama cha Mapinduzi ndio chenye serikali yake. Ni pamoja na wabunge wake. Hatukuona yale makali kwamba wameguswa. Sasa mimi kama naomba wananchi wa jimbo la Ukonga wanichague kuwa mbunge, na inshallah Mungu atajalia itawezekana. Kwanza ni kuisimamia serikali. Katika kusimamia serikali ndio miradi yetu itakwenda. Tuchukue kitu kidogo tu kwamba CAG Kuchere katika taifa yake anasema mashine zinazopigwa faini barabarani na jeshi la polisi. Tunasema jeshi la polisi kazi yake ni kusimamia mali na raia na mali zao. Si ndio na kutekeleza maagizo kwa mujibu wa sheria za nchi. CAG anasema mashine, sikumbuki asilimia ngapi, lakini zilizo nyingi zinazopigwa faini barabarani pesa ile haifiki BOT. Simuelewa vizuri CAG kazi yake ni kusema. Ndio kazi yake kuja kusema yaliyo kweli mbele ya bunge. Na CAG ndugu zangu wasiojua ni mamlaka kwa mujibu wa katiba. Simuelewa. Kwani hawajui TAKUKURU? Kama CAG amesema bungeni
Ukumbuke TAKUKURU kama CAG kasema fedha hazifiki BOT. Kwa hiyo mwenye dhamana kujibia hilo ni TAKUKURU ama yule ambaye anapokea zile pesa anazipeleka wapi? Brother, TAKUKURU ni wanadamu. Lazima utambue ninachozungumza. CAG TAKUKURU unajua amewekwa kwenye kona wakati mwingine na bano na kisiasa, matakwa ya kisiasa. CAG uzuri wake amewekea kinga ambayo nakumbuka kati ya mivutano ya CAG Asad na Mzee Magu, unakumbuka Unaona shilingi ilivyosimama pale. Sasa kwa wasiojua, nafasi ya CAG ni kubwa na ina nguvu kikatiba na imewekewa kinga ya kutosha. Ndivyo TAKUKURU ambao unaweza kulala asubuhi akaamka tu mkurugenzi mmoja, waziri mmoja mambo ya ndani au na cabinet akasema ondoka hapo. Unaona hiyo tofauti Lakini CAG sio hivyo. Hata unakumbuka kwamba hata Mzee Magu alipomuondoa Asad, Profesa Asad, katibu mkuu wetu alienda mahakamani kupinga na mahakama ikatambua kwamba rais alikosea. Sielewi kitu Kwa hiyo tunaona nguvu ya CAG. Kwa hiyo CAG anaposema bungeni hapeleki taarifa za uongo. Kilichotakiwa pale ilikuwa ni wabunge sasa kuondoa huo kibogoyo wao, waisimamie serikali kutoa maazimio kwamba tunahitaji ukweli. Kama CAG anasema pesa hizi hazifiki BOT. Na wewe nimetolea mfano mdogo kwenye pato la jeshi la polisi. Kuna mradi ule wa manunuzi ya ndege. CAG alisema kwamba utaratibu wa kufuata sheria zetu za manunuzi, sivyo Tuna shirika letu la reli na kadha wa kadha. Yaani sehemu nyingi pesa zetu zinapigwa kuja kwenye huduma. Kwa hiyo kazi ya mbunge ni kuhakikisha kwamba tunaenda kusimamia sasa. Turudi kwenye mstari. Lakini sio kusimamia kwenye mstari na hao waliotajwa. Kwa sababu pesa ya serikali. Hakuna pesa ndogo wala pesa kubwa kwenye serikali. Ukipiga bilioni 1 na kipiga senti 50 wote ni wezi. Wanatokea kufikia vyombo vya sheria kwa tuhuma zao wajibu. Lakini bado kwa ulivyozungumza tunaona bado kuna wimbi la wapinzani kwa wachache ambao ndo asilimia kubwa huwa ndo wanaenda kuisimamia serikali. Kwa asilimia kubwa ni wapinzani ndo wanaisimamia vikali serikali tofauti na viongozi au wabunge wa CCM walioko tunasema wa chama cha CCM. Sasa nyie mkiwa wachache mtatumia mbinu gani kuhakikisha yale mlioyaahidi kwa wananchi yanatekelezeka? Tumeona mimi nimetokea jimbo la Mbeya, aliyekuwa rais alisema kwamba Mbeya hawezi kupata maendeleo kwa sababu amemchagua kiongozi ambaye ni mpinzani. Na aliongea hadharani. Na kweli Mbeya ni moja majiji ambayo yameshuka kimaendeleo. Sasa wewe unaenda kuwa mbunge wa jimbo la Ukonga na unakuwa mpinzani. Na bado hatima ya Ruaga-Mpina hatujajua itakuwaje. Atakayeshinda atakuwa ni mpinzani wenu. Je, wewe utafanya nini ili ule upinzani wako wewe na atakayekuwa juu yako usiende kuharibu maendeleo katika jimbo la Ukonga? Kwanza ya habari ya kwamba wabunge tuko wachache wa upinzani sio kweli. Kwa sababu hapa tupo kwenye kampeni na hatujaingia kwenye uchaguzi. Tunachukua rekodi za nyuma. Hizo rekodi za nyuma, kwanza nyuma kulikuwa una uchafuzi. Sasa tufahamu hiyo kitu. Na uchafuzi wa nyuma haukuja kwa bahati mbaya. Kwa sababu ulipangwa. Na kwa nini ulipangwa? Ulipangwa kwa sababu wananchi walishaonesha nia kukataa Chama cha Mapinduzi. Sawa Ndio maana tumefikia mahala kwa maelezo ya Bashiru alikuwa katibu mkuu wao anasema huwezi kuwa na dola kuondoka madarakani. Maneno yale yamekuja baada ya kuonekana kwa wananchi wengi wakichagua Chama cha Mapinduzi wao wanatumia dola. Na ndio maana sisi tunasema ACT Wazalendo tunapiga kura na tunalinda kura. Kwa sababu tushajua na ikisaidia Chama cha Mapinduzi sio wapiga kura wakitaka. Na naamini watakuja kupiga kura wakikataa Chama cha Mapinduzi kwa sanduku la kura. Adui yetu mkubwa sisi ni jeshi la polisi ambaye amethibitika askari wake ama askari jeshi la polisi iwe wengi iwe wachache, lakini wamethibitika kuwa na kura mfukoni na kura za bandia. Ndio kona iliyobaki. Kwa hiyo Tanzania na wananchi wa jimbo la Ukonga, polisi ni wachache, ili taifa ni la kwetu sote. Kwa hiyo tutawabana kwenye kona, haki itatendeka. Wale wana shida. Tunarudi upande wa pili sasa. Tunasema kwamba serikali nini, umezungumza habari kwamba tunaweza kuingia tukawa hatuna mgombea urais. Wanasema katiba, chama kitakachokuwa na wabunge wengi ndicho kitachounda nini? Kwa hiyo tusimame hapo kwamba wanaweza wakapata urais na sio lazima mama yao huyo anza katoka chama kingine chochote, si ndio Lakini atakuwa mpinzani. Tulia sasa. Angalia katiba, wewe sema kwenye katiba, chama kitachokuwa na wabunge wengi ndicho kitachotoa waziri mkuu. Maana yake ndio utendaji wenyewe. Simuelewe? Kumbe tunaweza tukatoka na wabunge wengi tukaunda serikali. Sawa? Tukaunda serikali na mambo yakaenda. Kwa hiyo tusubiri uchaguzi. Mimi naamini kabisa sisi tutaunda serikali. Kwa Zanzibar na Tanganyika. Hapo Zanzibar kuna kitu nilikumbusha.
hicho nikiweke kikomo. Sawa. Na tuzungumzie kuhusu jeshi la polisi. Na ninyi ACT Wazalendo mnasema tutalinda kura. Naam. Muhuni hasusi. Mimi baki kwanza pale kwenye kulinda kura. Naam. Unawezaje kulinda kura ile hali ya kwamba mnatumia njia gani za kulinda kura, lakini polisi hatuna imani nao? Ya, iliko hivi, njia halisi tutawafundisha watu zetu ikifika wiki mbili kabla siku ya kupiga kura. Ya, lakini mtambue kwamba sio kazi ya polisi kuingia kwenye kituo akiwa na karatasi za kura mfukoni. Sio kazi za karani wa kituo kuingia kwenye chumba cha kura akiwa na karatasi kwenye mikoba yao. Kazi ya polisi ni kulinda raia na mali zetu. Karani ni kufika pale na karatasi zikiwa mezani na sio kuzitoa kwenye mkoba. Si ndio? Katika kipindi hiki tunachoenda nacho, tumwambia